Kongamano la ugatuzi la kamilika Meru japo wakuu wa serikali wakosa kuhudhuria licha ya kualikwa. About the issues that are contentious around the management of the next election, so that we can go to an election where all players agree, there is a referee that is acceptable to all. Shinikizo la kutaka IEBC ifanyiwe mabadiliko zaendelea kutolewa, makanisa akiongeza sauti yake. Na tutakuletea vituko na vitimbi vya wanasiasa katika makala yetu ya Mirindimo. Naam, karibu mtazamaji, ambapo tunaingia katika awamu ya pili ya taarifa za Dira ya Wiki, ambapo kila siku ya Ijumaa tunaangazia taarifa ambazo zinagonga vichwa vya habari nchini. Katika awamu ya kwanza tumekuwa tukijadili wito wa wanasiasa na viongozi wa kidini wa kutaka IEBC banduliwe, ambapo tulikuwa tunajadili harakati za muungano wa CORD ambapo wanapanga kuvamia afisi za IEBC kuanzia siku ya Jumatatu. Tulikuwa tukiuliza, je, unakubaliana nao na wito wao wa kutaka kubanduliwa kwa tume ya IEBC? Katika awamu yetu ya pili ya taarifa za Dira ya Wiki tunaangazia lile kongamano ambalo limekamilika kaunti ya Meru. Studioni tunaye gavana wa kaunti ya Taita Taveta John Mrutu ambaye amewasili sasa kutoka kaunti ya Meru. Atatueleza, je, magavana wameafikiana vipi? Ni taratibu zipi ambazo tunatarajia kwamba zitawekwa katika kaunti, na tunatarajia matunda yepi hasa ikizingatiwa zile tofauti zilizopo kati ya serikali za kaunti, serikali za taifa na wale maseneta katika kaunti? Je, tutarajie nini baada ya kongamano hilo? Jina langu ni Zubeida Kome na kukaribisha kwa moyo mkunjufu tuweze kuangazia taarifa za Dira ya Wiki. Tuanze na taarifa ambayo imegonga vichwa vya habari hii leo na ambayo inahusiana na mada yetu ya leo, ambapo kongamano la 3 kuhusu ugatuzi limekamilika Meru, huku kiongozi wa upinzani Raila Odinga akitoa wito wa kushirikiana kati ya serikali kuu na zile za kaunti. Raila amesema kuwa mzozo huo ni hatari kwa mustakabali wa ugatuzi. Waziri wa maji Eugene Wamalwa alifunga kongamano hilo kwa niaba ya naibu rais William Ruto. Counties have not fully received the billions that were allocated to fight El Nino last year. Here again, counties were used as conduits for the national government. Delays by the national government to disburse funds to counties have particularly affected delivery of health services. Despite this notable progress, the implementation of the devolution process has not been devoid of challenges, and many of you have spoken about them here. Despite constitutional clarity on most issues, institutional stakeholders have been at odds with each other, particularly because of functions, mandates, and even resources. Kuhusiana na mada hii ni, je, umefaidika kwa vyovyote vile kupitia serikali za ugatuzi? Je, kufikia sasa umefaidika kwa vyovyote vile kupitia serikali za ugatuzi? Tutumie maoni yako kupitia nambari 22155, au pia unaweza kutufikia kupitia ukurasa wetu wa @KTN News, hashtag yetu ni Dira ya Wiki. Baraza la makanisa nchini NCCK limependekeza kutimuliwa kwa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, likisema kuwa Wakenya wengi hawana imani na tume hiyo ili kuepuka machafuko baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Kadhalika, NCCK imesema kuwa serikali kufanya mazungumzo na upinzani ili kukomesha uchochezi. We are urging that there can be dialogue between the leaders of the various political parties and coalitions, not so that we collapse them to become one. And if you look at our statement, we are very explicit, so that they can agree about the issues that are contentious around the management of the next election, so that we can go to an election where all players agree, there is a referee that is acceptable to all, the laws in place reflect the aspirations of Kenya and all of them, and we can expect everyone who is a major political player to live with the outcome of the next election rather than carry us in an election mood for another 5 years.
Kwingineko, Rais Uhuru Kenyatta hii leo ametia saini mswada wa vita dhidi ya dawa zilizopigwa marufuku kabla ya makataa mapya yaliyowekwa na shirikisho linalokabiliana na janga hilo WADA. Kenyatta alifanya shughuli hiyo katika afisi zake zilizoko Ikulu, huku akiwa na maafisa wengine wakuu serikalini na pia wana michezo. Sheria hiyo ambayo ilikuwa miongoni mwa vigezo vilivyowekwa na WADA ili kukabiliana na dawa za kusisimua misuli itaweka wazi hatua ambazo mtu atachukuliwa endapo atapatikana na hatia. Tupigie makofi Mheshimiwa Rais. I have repeatedly emphasized that Kenya is 100% committed to ensure total compliance with our international regulations on sports and athletics, be they set by WADA, the IAAF, or the International Olympic Committee, or any other international organization for that matter. We are committed to ensuring that our athletes compete by the book, because we believe that across the board, Kenyans are more than able to win fairly. We don't need anything to win. Zaidi ya watu 70 usiku wa kuamkia leo mtaa wa Kwaroda, kaunti ya Nakuru walilala nje kutokana na mafuriko yaliyoletwa na mvua zinazonyesha sehemu hiyo. Mvua hiyo ilianza kunyesha saa 10 za jioni jana usiku na kuendelea hadi usiku. Baadhi ya mali zao kama vyombo vya nyumbani na mifugo vilibebwa na mafuriko. Kuna hofu ya kuzuka kwa mkurupuko wa maradhi kutokana na maji taka hayo, hasa baada ya vyoo vyao kusombwa na maji. Kulingana na wenyeji, barabara mpya iliyojengwa na usimamizi wa kaunti ndio chanzo cha matatizo yao, kwani haina mitaro madhubuti. Hii maji ilianza kitu saa 10 na ilinyesha kwa muda wa 30 minutes. Alafu maji ikakuja ikaingia kama nyumba zetu. Huko barabara yenye ilijengwa kutoka juu, sasa wametengeneza mitaro yote imeelekea pande. Sasa mvua ikinyesha huko juu, hata kama hapa haijanyesha, maji yote inakuja pande. Sasa ingekuwa vizuri kama Kaptembwa barabara imetengenezwa mzuri, iko sawa, hakuna shida ya maji. Lakini sasa Paronda walichukua wakajenga barabara, wakachimba mtaro, wakaweka mlima mrundo ya mchanga wakaweka. Sasa kuna venye maji inaweza toka juu iende chini. Ukiangalia mahali kama hapa kuna Ndarugu River, wangetengeneza hapa mtaro, hii maji yote iende Ndarugu isikuje huku. Hapa hivi mtaro kitengenezwa hapa maji itateremka paka huko. Wito umetolewa kwa madereva na abiria wa mabasi ya umma yanayosafiri katika barabara kuu ya Mai Mahiu Narok hadi Bomet, ambao huwashukisha abiria kando na barabara kujisaidia kukomesha mwenendo huo. Maafisa wa afya wanasema hali hiyo inasambaza maradhi katika eneo hilo. Bernadette Mwaura anaarifu zaidi kutoka kaunti ya Narok. Kutokana na kuzuka kwa kipindupindu katika maeneo mbalimbali hapa nchini, haswa Migori na Garissa, maafisa wa afya katika kaunti ya Narok wametoa onyo kwa madereva wa mabasi na pia kampuni zinazomiliki mabasi kutowashusha abiria kando ya barabara kujisaidia, haswa wakati huu wa mvua. Maafisa hao wanasema uchafu unaoachwa hubebwa na maji ya mvua hadi mitoni ambayo hutumika katika shughuli ya usafi na upishi nyumbani. The community have been complaining. Actually, what can we do because of the buses? You are telling us to stop open defecation to provide pit latrines, but the buses are stopping along the way. Hii ni baada ya basi lililokuwa likisafirisha abiria kutoka upande wa Kisii hadi Nairobi kukamatwa na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Narok kwa muda wa zaidi ya saa 4 kwa kuwashusha abiria katika eneo la Ololunga ili kujisaidia kando ya barabara. Tumeshuka wengi akaanza kutupiga mapicha. Wakisemeti mumeenda kufanyia nini kuara kwa msituni, chukue mafi mweke kwa gari nini na nini. Sasa ndio wakakambata gari wakaleta gari. Maafisa wa afya ya umma aidha wanahofia kwamba hali hiyo ikiendelea kwa muda, maradhi yataenea katika kaunti ya Narok. If a bus like this, 10 of them stop every day, what will be our rivers look like? What will be our waters look like? And it is raining. Kwa sasa baadhi ya maeneo yaliyokubalika kuwashusha abiria ni Suswa, Duka Moja, Ndulele, Narok, Ololunga, Mlot, Longisa na Bomet, ambayo ni miji midogo inayopatikana kwenye barabara hiyo. Bernadette Mwaura, KTN News, Narok County.
Na mtazamaji, muda si muda tutarejea na mirindimo, na pia tumekuandalia katika mizani ya wiki mahojiano kuhusiana na kongamano la ugatuzi ambalo limekamilika kaunti ya Meru. Je, kufikia sasa ugatuzi umekufaidi vipi? Usiende mbali. Naam, karibu tena mtazamaji. Tunashukuru sana kwa kuendelea kutizama taarifa za Dira ya Wiki, ambapo hii leo katika awamu ya pili ya taarifa hizi tunajadili matunda ya ugatuzi. Je, kufikia sasa serikali za kaunti zimekufaidi vipi? Hayo na mengine mengi ni katika sehemu yetu ya mizani ya wiki. Lakini kwanza tuangazie mirindimo, ambapo tunauliza, je, wanasiasa wana kofia ngapi mbali na hiyo ya kushiriki mijadala bungeni? Katika makala ya mirindimo wiki hii, mwanahabari wetu Paul Nabiswa anaangazia vipawa na vitimbi mbalimbali vya wanasiasa na namna walivyoshiriki katika ngoma mbalimbali. Inakuaje? Dira ya mirindimo wiki hii inaelekezwa katika uwanja wa Afraha huko Nakuru. Hali kadhalika mkutano wa CORD katika eneo la Kibra mjini Nairobi. Mikutano yote ilikuwa ya maombi eti, na salamu zikaja kwa mbinu za kileo hivi. Wananchi power, wananchi ria, wananchi tibim. Ila kulikuwa na mitindo ya muziki kama vile reggae, huku kikosi cha firimbi kikiwa imara. Atakuandalia meza ule unyo wakitizama. Lakini Afraha Nakuru, Rais Uhuru Kenyatta alifanya wanachoita vijana wa kileo kuzikwenda. Alikula ngoma kwa madaha na starehe. Lakini naibu wake William Ruto, hii miondoko ilimtatiza kidogo. Hakuendana na ngoma. Nakuru! Nakuru! Mike Sonko akawa mwinjilisti wa ngoma za kidini Nakuru. Twasema! 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 Na Kibra kukawa na kasisi James Orengo, mchambuzi mlokole kwa muda. The Bible says that the Lord stands with the weak, not with the mighty. Wananchi pia wakajipa raha wenyewe. Mama huyu akiongoza katika safu ya CORD. CORD wanadhani kuwa wanafinywa na Jubilee, na Moses Kajwang anaendeleza mapambano. Vijana musilale. Baba hakuwepo mjini na akaleta kizunguzungu katika kizungu cha Mudhama. Baba, while you was away. Baba, while you was away. This is what we said about our beloved country. Mudhama ni baba while you are away, sivyo ulivyosema. Haya basi, hawa wanasiasa wamewafanya wengi kuwa familia za kupiga kura. Francis Atwoli anatatizwa na hilo. Niko na kijana Uhuru Kenyatta damu, mwingine msichana ni ya Raila, kijana mwingine ni ya Amani ya Mudavadi, lakini iko huko mmoja ukimwambia mambo ya Uhuru anaweza huwa wewe. Sasa they are voters. This is a family of voters. Ila muhimu kujua, wanasiasa ni mahiri kujirusharusha wanapopata nafasi ya kufanya hivyo, bila kujali kama maneno yao yataharibu hewa. Basi tumalizie na sinema ya bure kutoka kwa msanii Mashirima Kapombe katika ngome isokuwa yake. Mashirima Kapombe. Paul Nabiswa, makala ya Mirindimo.
Naam, karibu tena mtazamaji, tuingie viwanjani. Kevin Keegan, bingwa wa dunia katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji, aliendeleza ustadi wake na kushinda fainali ya mbio hizo kwenye mashindano ya kitaifa ya polisi. Ushindi huo ni ishara tosha kuwa Keegan ana ari ya kuzidisha ubabe wake katika mashindano tofauti mwaka huu. Keegan alimaliza awamu yake ya mwaka 2015 kwa kushinda dhahabu katika ubingwa wa dunia kule Beijing, Uchina, baada ya kutoa ushindi wa kitaifa nchini. Hii ni kando na kufana katika msururu wa almasi almaarufu kama Diamond League. Keegan alisajili dakika 9 sekunde 36.8, hii ikiwa ni mbele ya Purity Cherotit aliyemaliza katika nafasi ya pili. Asbel Kiprop naye akatamba katika nusu fainali ya mita 1500, hii ikiwa ni kabla ya kufuzu kwa fainali ya mbio za mita 800 kupokezana vijiti katika timu yake iliyojumuisha Elijah Manangoi. Msimu uliopita City Stars waliponea kushushwa daraja walipomaliza katika nafasi ya 14 wakiwa na alama 2 juu ya KCB. Lakini baada ya kufanya mabadiliko katika benchi la kiufundi, timu hiyo imeanza vizuri msimu huu wakiwa na imani kuwa watamaliza ndani ya 10 bora. Abula Ahmed aliwatembelea wakiwa mazoezini na kutuandalia taarifa hiyo. Kwa takriban misimu minne mfululizo, City Stars imejulikana kuwa timu inaong'ang'ana kujikwamua kutoka eneo la kushushwa daraja. Lakini huenda msimu huu mambo yakabadilika. Chini ya ukufunzi wa aliyekuwa naibu kocha wa Gor Mahia John Bobby Ogolla, timu hiyo imewashangaza wengi msimu huu kwa kuangusha vigogo. Ile mambo ya kuitwa timu ya relegation hiyo nafikiri ishatoa. Hiyo ishatoka. Sababu ni game ya 9 na tuko namba 12. Na bado game zimebaki 21. Ndio timu pekee iliyowalaza viongozi wa ligi Mathare United na mabingwa mara 13 FC Leopards kufikia sasa. Huko Ogolla akileta msisimko mpya na kubadilisha mfumo licha ya changamoto wanazopitia wachezaji. Mimi waambia vijana mnapenda mpira, na hii ni maisha yenu, Sisi siku zote hatukuwa tunalipwa. Ulikuwa unakuja jioni unafanya mazoezi saa 1 na unaenda nyumbani. Bado tuja achieve maybe target yetu. Kama tunaweza maliza top 5 first leg, I think itakuwa poa. Jumamosi hii wataialika Sofapaka wanaoshikilia mkia katika jedwali. Katika michuano mingine, Gor Mahia watakabana kona Sony Sugar, Kakamega Homeboys wawe nyumbani dhidi ya Thika United na FC Leopards wamenyane na Ulinzi Stars. Baada ya kuponea shoka la kushushwa daraja msimu uliopita, mkufunzi Bobby Ogolla ana imani kuwa msimu huu watafanya vizuri zaidi na kumaliza ndani ya 10 bora. Abula Ahmed, KTN Michezo, Nairobi. Mtazamaji, swali letu leo tunauliza, je, ugatuzi umekufaidi kufikia sasa? Je, ugatuzi umekufaidi kufikia sasa? 37% mnasema ndio, 46% mnasema la, na 17% mnasema hakuna tofauti. Ndio mada ambayo inatupambia sehemu yetu ya mizani ya wiki, tukiwa naye gavana wa kaunti ya Taita Taveta John Mruto ambaye amerejea sasa kutoka kaunti ya Meru. Atatueleza maafikiano ya magavana kufikia sasa. Je, mwelekeo ni upi kuhusiana na utendakazi katika kaunti? Usiende mbali, kwani tutarejea na mahojiano hayo baada ya muda usiokuwa mrefu. Nimekuwa wako Zubeida Komi na mtangazaji wetu wa ishara leo amekuwa ni Meresha Owiti. Tukutane katika sehemu yetu ya mahojiano.